Mtaani wetu tulikuwa tuna kundi la mabinti, tulikuwa watatu, tulikuwa tushikiki, yani pale mtaani ndio tulikuwa sisi. Nilikuwa na mahusiano na wanaume 5. Nilikuwa naishi na mama mlezi. Nilikuwa sipati mahitaji yangu muhimu. Kwa ile changamoto ndio ikanifanya mpaka nikawa napelekea naenda kutegemea kwa mwanaume anipatie pesa ndio nijifanyie mahitaji yangu nyumbani. Dreams ni mradi ambao unawafikia wasichana bale na wanawake vijana wenye miaka 15 hadi 24 kwa lengo la kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu takwimu zinasema kwenye maambukizi ya vijana katika 100% ya maambukizi wasichana wana 80% na vijana wa kiume wana 20%. Huu mradi wa Dreams nilifahamu kupitia Educator. Alikuwa anapita nyumba kwa nyumba kutoa elimu kuhusu mradi na vigezo. Tulifundishwa kuhusu matumizi sahihi ya kondom, njia za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, elimu ya mabadiliko ya tabia, kuhusu uzazi wa mpango. Kuna hivi vipeperushi ambavyo tumekupa hivyo usome, uelewe kuhusu dawa kinga PrEP, kwa sababu ya dawa kinga PrEP ni dawa kinga ambayo itakukinga wewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi endapo utaitumia kwa usahihi kama ambavyo utashauriwa na mguzi wetu. Je, kuna madhara yoyote ambayo nitayapata nikitumia PrEP? Baada ya Educator kunipa elimu jinsi ya kuzuia na maambukizi ya virusi vya ukimwi, akanielekeza kuhusu PrEP na inavyotumiwa, nikakubali kuchukua PrEP. Nikawa natumia kila siku kimoja. Baada ya kupunguza tabia zangu hatarishi na kuacha zile tabia za kuwa na wapenzi wengi, nilipokuwa na mpenzi mmoja, hapo nikaacha kutumia PrEP na PEP. Pia kwa natufundisha kuacha kutegemea wanaume kwa ajili ya kupata pesa. Ikabidi watufundishe elimu ya fedha, jinsi ya kujiwekea wewe mwenyewe akiba na jinsi ya kutafuta pesa bila kutegemea mwanaume, ndio elimu ya ujasiriamali. Mimi nikapata wazo kwamba bora nianzishe biashara ya mboga ili niwe najitegemea mimi mwenyewe. Kupitia biashara ya mboga nanufaika kwa kupata kiasi kidogo cha fedha. Napata kinakuwa kinakidhi mahitaji yangu yote. Tuna huduma inaitwa kuimarisha uchumi. Kwenye huduma hizo mabinti wetu tunawapeleka kwenye sehemu mbalimbali ambazo wanajifunza vitu mbalimbali vya kujiweza kujiingizia kipato. Tuna mabinti ambao tunawapeleka kwenye karakana, tunatoa mafunzo ya cherehani, saluni, kompyuta. 10 na ngapi? Kuna wazungu walikuja, walivyoambiwa kuna mabinti wa Dreams pia wapo huku ambao wanajua kushona. Wakaona ni fursa kubwa kuja huku Dreams kutufundisha netball pamoja na pedi. Pedi ninazouzia ni mabinti na pedi ninazotengeneza ni pedi za kufua. Biashara ya sambusa huwa nauza siku za weekend, kwa sababu nikiuza siku za kazi wengi wanakuwa kazini, kwa asubuhi wanakuwa sio wengi wanaochukua vitafunio kunywa chai. Faida napata kwa sababu kwa mfano mpaka kununua vitu vyote vya kukamilisha sambusa ni shilingi 6,000. Yeye anakuja kuuza 14,000 au 15,000. Saizi kapendeza, anavaa vizuri, anafanya shughuli zake ujasiriamali mdogo. Mfano nyumbani hamna mboga, yeye ana hela, anatoa hela ya mboga. Ndani hamna unga, anatoa au anaenda kusaga ndani analeta unga. Hata mfano nimeumwa hapo, mama chukua 10,000 nenda maabara hapo kapime. Kwa hiyo najivunia. Yeye amefaidika na mimi nafaidika. Mabinti wetu wengi na hawa pia Educator wengi walianza kwa kuwa wanufaika wa mradi, na baada ya kuwa wamemaliza huduma za mradi na wamewezeshwa kwa training mbalimbali, kwa na wao wameweza kuwa peer educator kuwawezesha wenzao. Mimi kama peer educator huwa natembea sehemu kama baa, sehemu za bodaboda, mahotelini, majumbani
migahawani ili kutafuta mabinti niweze kuwapatia elimu kuhusu upimaji na ushauri nasaha. Dreams. Hello. Dreams. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 22. Nilikuwa na wapenzi wengi zaidi hata ya 3. Akanishauri nije hapa nijifunze mafunzo ya cherehani ili niweze kujipatia pesa zangu kidogo ambazo zinaweza zikakidhi mahitaji yangu. Na huko mbeleni natarajia kuwa designer mkubwa sana. Nikifikiria maisha yangu ya zamani, yani mpaka saizi kwanza nahisi hata nilikuwa nishapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hata kufa labda inawezekana nilikuwa nishakufa. Kupitia mradi wa Dreams najivunia, najiona kama ni shupavu. Pia nimekuwa kama sauti kwenye jamii yangu.